Pauline Mukiri mwenye umri wa miaka 25 alikamatwa na maafisa wa polisi katika eneo la Utange, kaunti ya Mombasa. Hii ni baada ya kutoweka Jumamosi kutokana na madai ya kumkata mumewe nyeti zake walipokuwa wakizozana. Mwanamke huyu aidha amekanusha kuhusika katika tukio hilo, akisema kuwa mumewe Alois Matata ndiye alianzisha vurugu kwa kumpiga. I did nothing. It was a fight and I was trying to defend myself. He took the knife and we started struggling. Pauline anadai kuwa mzozo huo ulitokana na mkopo uliochukuliwa na mume wa shilingi 200,000 kutoka kwenye benki. He's the one who started slapping me and then the rest. Bakani bwana mwambia please usimpige, you know what he has, because they know what I've been going through since he took that loan. He has never been seen in the house. He comes in the morning, dresses up and goes away. Since Wednesday, he came on Friday morning, dressed up and he went away until yesterday when I caught him with another woman in the bar. Anaongeza kuwa amekuwa akizozana na mumewe mara kwa mara, huku akidai kuwa mumewe alikuwa akimchapa na hata kusababisha mimba zake kuharibika mara 2. Alinirusha nikaanguka, I miscarried. Hiyo ikaziko hivyo. This other kid, I was almost to miscarry, nikadmitiwa hosi. I had to be stitched on 18th last month, that is January. He left me in the hospital, went drinking, nikamtafuta mpaka job tena. Babake marehemu Stephen Mwangangi aliyepokea taarifa ya kuumia kwa mwanawe kupitia vyombo vya habari anadhibitisha kuwa wawili hao wamekuwa wakizozana kwa muda. Wakazozana, nikaja nisuluhishe, ukijana nikamkosa. Trip ya pili nikaja tena wakiwa pia wamekosana, ile alikuwa anadai huwa anachelewa nje. Nikawa ninakuja ndio ni suluhisho hiyo, manao pia ikakosekana. Kijana akanipiga chenga, lakini baadaye akanifuata sehemu za, kwa vile mimi nakaa Magongo, akanifuata Magongo tukakaa. Nikamwambia unayofanya si vizuri, maisha ya ndoa yanataka uvumilivu na lazima ujiweke kwa misingi. Akaambia baba, kutoka leo utasikia malalamiko yote kutoka kwangu. Alois Matata aliyekuwa akifanya kazi kwa benki moja huko Mombasa alifariki Jumamosi alipokuwa akipokea matibabu hospitalini baada ya tukio hilo. Kwa vile uhai wa mtu uweko mtu, akitu kitendeke. Kama ni accident, kama ni nini mgonjwa, hiyo ni Mungu, tunasema hiyo ni natural. Lakini mtu amehusika kwa kutoa mwenzake hai, hapana, hakitendeke. Kwa sasa Pauline aliye na mimba ya miezi 5 anatarajiwa kufikishwa kotini huko Shanzu mnamo Jumatatu. Diana Kendi, QTV.